Leo ninataka niwaoneshe ni jinsi gani unaweza ukaondoa uoga wa kukataliwa na mtu yoyote. Ikiwa ni kazi, ikiwa ni demu fulani, mrembo fulani, ikiwa ni ndugu na jamaa ama marafiki ambao wanakukataa, ni jinsi ya kuondoa ule uoga wa kukataliwa ama yale maumivu ambayo unayapitia ambapo unapokataliwa, ambapo mtu anapokusema hapana, sitaki, sikuhitaji, wewe si mzuri, sura mbaya kama majivu. Yaani yoyote yale ambayo unayapitia ama kulingana na uoga ambao unaokupitia, leo napenda nikuoneshe ni jinsi unaweza ukauondoa. Yaani nakupatia 100% uweze kuondoa huo uoga. So cha kwanza ambacho itabidi uelewe, kukataliwa ama kukataa imeshaumbwa. Unanielewa? Kukataliwa ama kukataa imeshaumbwa. Na kukataa ama kukataliwa ni maneno, sio wewe, ni maneno. Akukatai wewe, ni anasema. Kwa sababu watu wengi wanaaminia ambapo mtu anapokusema hapana, sitaki, wewe unafikiria anakukataa wewe binafsi. Ama anakukataa ikikuwa umeapply kazi fulani, unasema amenikataa nisifanye kazi eti kwa sababu mimi ni Muislamu ama mimi ni Mkristo. Hapana. Kukataliwa imeshaumbwa. Na kukataliwa ni maneno tu. Yale maumivu ambayo unayapitia, ile uoga wa kukataliwa uko ndani mwako. Hakuna mtu yoyote ambaye anakupa uoga. Hakuna mtu yoyote ambaye anakuumiza. Maumivu yamo ndani mwako. Wewe ndio mwenye maumivu. Ngoja nikupatie mfano kidogo ambaye watu wengi wanashindwa kuelewa. Watu wengi wanashindwa kuidescribe, yani kupata kuelewa kiundani zaidi, kiundakindaki. Unaona, kitu kimoja unatakiwa uelewe. Mtu akisema hapana ama sitaki, sikuhitaji, sikupendi, toka uende, anasema hivyo kwa sababu yeye anajikataa mwenyewe.